Mtazamaji wangu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Pastor Edward Mwai wa Jesus in Ministry. Tuko hapa Reserve Flyover katikati ya Jero Complex na TRM. Mita 100 utakuwa umefika kanisani. Jumapili hii tutakuwa na anointing, kuja mapema na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuletea ujumbe ambao ulikuwa inaendelea ya kwamba uweke uhai mtu yako ya ndani, ndio yale ambayo utakuwa ikitendeka. Usikuje ukakuwa mwenye dhambi na uko ndani ya wokovu. Tabia zako zipelekane na mtu ya ndani ambaye ameokoka, na ukifanya hayo Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika neno la Bwana. Haya, tuombe. Yes, tuamini. Baba witũ Mũrungu mwega, ntoka mbere yaku mathaa maya mangĩ tũkiuga nĩ wega marĩa mothe ũtwĩkĩire, ti atĩ tũtiĩkinyĩtie haha nĩ tha citũ Baba Mwathani, nĩ tha ciaku Baba Mwathani citũkinyĩtie haha. Kwĩna arĩa matonete rũcinĩ rũrũ, no ithuĩ nĩ twoka kanitha Baba Mwathani gũgũcokeria ngatho, tũkiuga wĩ wagĩrĩire Baba Mwathani, nĩwotete Baba Mwathani, ti hinya witũ Baba Mwathani gũkorwo haha, nĩwe Baba Mwathani ũtũhotithĩtie gũkorwo haha. Bali ndio Baba umetuwezesha kuwa mahali hapa. Mathaa mangĩ Baba Mwathani turoka kũhunjĩrio haha Baba Mwathani. Wakati umefika, wakati wa neno lako Bwana, tunakuja kuhubiriwa. Baba Mwathani ũrĩa ũgũka gũtũhubiria haha Baba Mwathani, we nĩ ũmũhe hinya Baba Mwathani, ũmũitĩrĩrie maguta ta marĩa ma Daudi. Yule anakuja kuhubiri hapa ndio tutampaka na upako wako Jehova wakati anapoenda kusimama kunena neno lako. Tukiuma Baba Mwathani tũtikaingĩre ũrĩa tumire, tondũ niwe mũhoti wa mothe, twahoya na gũcokia ngatho tukiuga amen. Amen. Baba, tunaomba vile tumeingia tusitoke vile tuliingia, bali tutoke mahali hapa tukiwa tumebarikiwa, na tumeomba yote kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Toto tuseme amen. Ai, hiyo jamaa kwa sawa, tumpigie makofi mazuri. Hebu inua mikono yako juu, tupigie kwaya zote wameiba mzuri, makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Haya, tupigie mgeni wetu wa siku ya leo makofi mazuri. Pata nafasi. Kwa majina yangu unajua, kwa majina yangu unajua, wangapi hawajui? Kila mmoja anajua. Haya, naitwa Apostol, nimeokoka, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nikipenda tufungue Biblia zetu kitabu ya Luka 10 kuanzia 30 mpaka 35. Luka 10:30 mpaka 35. Kitabu cha pili ni Wafalme wa Pili 5:19-24. Wafalme wa Pili 5:19 mpaka 24. Kitabu ya mwisho Wafalme wa Pili 8 kuanzia 7 na kuendelea. Salimia jirani yako aliye karibu na wewe, mwambie Mungu anakupenda. Salimia huyo mwingine, mtolee ushuhuda. Umemtolea ushuhuda? Kwa hii kanisa nataka kujua ni watu wangapi wameokoka, wainue mikono juu. Kwa hii kanisa watu wote wameokoka, wainue mikono juu kabisa kabisa. Ikiwa unajua umeokoka, inua mkono. Umeokoka? Sipigie makofi. Nataka kuhubiri neno la Bwana, habari ya wokovu na utu. Na sitaki kuongea wokovu sana, kwa sababu mmeniambia mmeokoka. Mtu ameokoka anahubiriwa kuokoka. Si umeokoka? Nataka tuongee habari ya utu. Sawa sawa. Sawa.
hauonekani na mwanadamu. Utu, roho ya utu. Wakati tuko na mwili, ndani yetu kuna utu. Wakati tunakufa, roho ya utu ndio inaenda mbinguni. Mwili unabaki wapi? Nataka tuelewane. Ndio nikisema utu, uelewe utu ni nini. Gusa mwili wako, useme huu ni mwili. Sema huu ni mwili wangu. Huu ni mwili wangu. Na Mungu anautumia. Na Mungu anautumia. Na shetani anautumia. Shetani anautumia. Kweli hiyo? Kwa nini unakataa? Ana shetani anatumika na mwili yako. Kwa hivyo gusa mwili wako, sema huu mwili wangu. Ndani yake kuna roho ya utu. Kuna roho ya utu. Wangapi wako na roho ya utu? Roho inua kabisa. Roho ya utu, roho ya utu hata kufundisha. Roho ya utu. Inua kabisa. Roho ya utu. Roho ya utu. Rudia tena, roho ya utu. Roho ya utu. Soma Biblia. Luke chapter 10 from verse number 30. Neno la Mungu linasema, Yesu akamjibu, mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alikuwa anatoka Yerusalemu akienda Yeriko. Alipokuwa njiani, alivamiwa na majambazi. Akavamiwa akiwa njiani. Wakamnyang'anya mali yake. Na kumpiga. Wakamwacha amelala pale. Wakamwacha akiwa nusu kufa. Kumbe kuhani mmoja, mchungaji, pastor, koja kidogo, reverend, sema bishop. Akampata nani? Akawa anapita barabara ile. Akamuona akipita kwenye ile barabara. Akapita kando. Bwana asifiwe. Amen. Tunaongea habari roho ya utu. Mtu alikuwa toka Yerusalemu, alikuwa anaelekea Yeriko. Ndio. Akiwa njiani katika safari yake, akavamiwa na wakora. Yes. Biblia inasema wakati alivamiwa, akapigwa, akabaki nusu mfu. Kwa hivyo alikuwa yeye na Mungu. Biblia inasema akiwa mahali pale kukatokea kuhani. Ndio. Mchungaji. Kukatokea nani? Kuhani. Kuja. Nala hapa. Bwana asifiwe. Amen. Kuhani alikuwa anaenda kazi yake, pengine alikuwa anaenda kanisa, pengine alikuwa anatoka kanisa, pengine alikuwa shughuli zake katika hali ya kutembea. Wakati alikuwa anatembea, Biblia inasema wakati alitazama akaona mtu nusu kufa. Ndio. Akakimbia akaenda upande ule mwingine wa barabara na akaenda na safari yake. Ndio. Sema utu. Amen. Mchungaji alikuwa ameokoka. Gusa jirani yako, mwambie bishop alikuwa ameokoka. Mwambie pastor alikuwa ameokoka. Mwambie huyo apostolo alikuwa ameokoka. Halo. Mwambie alikuwa ameokoka kama vile umeokoka. Lakini wakati aliona ule mtu, ndio, hakushughulika na ule mtu. Hata alitoka kwenye barabara, akaenda upande wa barabara. Ndio. Awache ule mtu akikufa. Ameokoka. Sema abia jirani yako umeokoka. Lakini umekosa kitu inaitwa utu. Mwambie kuokoka umeokoka. Lakini hauna utu ndani yako. Tunashikana? Ndio.
Wangapi tunashikana? Wangapi tumeshikana? Si mliniambia mmeokoka? Ndio. Si pastor alikuwa ameokoka? Yes. Alikuwa ameokoka ama kuwa ameokoka? Kuhani? Ndio. Alikuwa, lakini ndani yake kulikuwa na hana utu. Kulikuwa na utu. Wangapi wanasema mchungaji alikuwa na utu? Na wangapi wanasema mchungaji alikuwa na utu? Reverend endelea. Hali kadhalika na Mlawi mmoja, msaidizi wa kuhani. Walawi walikuwa wameteuliwa Israeli wakiwa wasaidizi wa kuhani, walikuwa wanafanya kazi ya uimbaji wa ulinzi katika nyumba ya Bwana, walikuwa wafanyikazi wa kuhani. Asha shika mkono, sema mimi ni Mlawi. Waimbaji sema mimi ni Mlawi. Bwana asifiwe, tuendelee baba. Alipofika mahali pale, akamuona, akapita kando. Tuendelee. 33. Lakini Msamaria mmoja aliyekuwa anasafiri alifika pale yule mtu alipokuwa. Alifika mahali pale yule mtu alikuwa. Naye alipomuona alimuonea huruma. Akamwendea akamtibu majeraha yake yote kwa kumtia mafuta. Akampaka mafuta. Kule kulikuwa kumelaluliwa, kumepigwa, akamuosha, akampaguza, akamuosha mafuta na divai na kuyafunga majeraha. Alafu akampandisha juu ya punda wake, akampeleka katika nyumba moja, kwenye nyumba moja ya wageni, akamuuguza. Yani akampelekea mtu ndio angali yake. Tuendelee. Kesho yake akatoa fedha dinari 2. Na hiyo yako kuna mahali umeruka. Ikasema wakati alifika pale akawashia mtu. Ndio tunasoma. Sema. 35. Kesho yake akatoa fedha dinari 2. Akampa yule mwenye nyumba. Akapatia mwenye nyumba. Akamwambia muguze mtu huyu. Ama msaidie huyu mtu huyu. Na chochote utakachotumia. Zaidi. Nitakulipa nitakaporudi. Okera. Bwana asifiwe. Amen. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Katikati ya watu watatu, nani alikuwa na utu? Uliza jirani wako, wewe uko na utu? Uliza huyo mwingine, uko na utu? Ni watu wangapi umesaidia ndani ya maisha yako? Ni watu wangapi umepata wakiwa na shida ukawasaidia? Ni watu wangapi umepita ama wako kwa ploti yako wanalala njaa na uwasaidii na umeokoka? Umeokoka. Watu ndio wakati walikuwa napita huyu mtu, yes, walikuwa ni kuhani na Mlawi. Ndio watu wa kwanza wakesaidia ule mtu. Ndio. Lakini kwa sababu ndani yao hakukuwa na utu wa ndani, wakakosa utu, wakaosha mtu akikufa.
Halo. Bwana asifiwe. Amen. Sijui ni wangapi wako na utu mahali hapa siku ya leo. Ndio. Sijui ni wangapi wako na utu mahali wanafanyia kazi. Sijui ni wangapi wako na utu mahali wameajiriwa. Ndio unasema umeokoka. Na kuokoka tumeokoka. Na ushuhuda tunatoa ushuhuda mrefu sana. Hao ila tutagawira pio. Ushuhuda inatoka. Tukikuja ni ushuhuda. Hata hakuna mtu anaweza kukuonyesha kutoa ushuhuda. Ndio. Maneno ile unatoa ndani yako ya ushuhuda ya wokovu, hakuna mtu anaweza kukupita. Lakini tukikuja kwa roho ya utu, wewe ndiye wa kwanza kuongea maneno haifai. Wewe ndiye unatukanana, wewe ndiye unaitana ubwa. Na umeokoka. Wewe ndiye wa kwanza. Wewe ndiye wa kwanza. Ndio. Kuharibia mwingine kazi. Ndio. Wewe ndiye wa kwanza kuharibia mwingine biashara. Yes. Na umeokoka. Uza jirani yako mwelewe muhonoki. Umeokoka. Bwana asifiwe. Halo. Amen. Umeokoka. Kuokoka umeokoka. Sana. Na ninasema umeokoka juu umeniambia umeokoka. Ndio. Na mimi ninasema umeokoka kwa sababu unasema umeokoka, lakini ndani yako hakuna utu. Kwa vijana, kwa wamama, kwa wazee, kwa wafanyikazi kuna kosa roho ya utu. Ndio. Ukiwa uko na roho ya utu, hauwezi segenya mwenzako. Ndio. Ukiwa na roho ya utu, hauwezi ita watu majina. Yeah. Ukiwa na roho ya utu, hauwezi kuwa na roho ya kiburi. Hauwezi kuwa na roho ya wivu. Hauwezi kuwa na roho ya shuki. Kwa sababu roho ya utu dhamiri yake inakuambia unakosea. Ndio. Haitoa hekima. Tumenyamaza na tumeokoka. Halo? Yes. Wangapi wameokoka? Roho ya utu. Ndio. Hauwezi ita watoto wako ile majina unawaitaga. Roho ya utu, hauwezi laani watoto wako. Roho ya utu. Yes. Hauwezi tukana bwana yako. Kweli. Ukiwa na roho ya utu, hauwezi tukana bibi yako, kwa sababu roho ya utu ina huruma. Ndio. Roho ya utu ina upendo. Roho ya utu inavumilia. Roho ya utu. Ndio. Roho ya ndani. Abia mwenzako roho ya ndani. Roho ya ndani. Mwambie roho ya ndani. Roho ya ndani. Mwambie hata ukiwa ya nje. Hata ukiwa ya nje. Ya ndani usiue. Ya ndani. Mwambie ya ndani usiue. Abia huyo asilale. Guza huyo. Mwambie wacha kulala. Wacha kulala. Abia mwenzako usilale. Usilale. Mwambie sikai nataka kidogo tu, dakika kidogo tu. Ndio nikuambie roho ya najua kuna roho inafanya kazi ndani yako. Ndio. Na nataka hiyo roho itoke. Yes. Mungu aweke roho ya ndani, Mungu aioshe. Mungu aitakaze. Ndio. Mungu aioshe. Ndio iweze kufanya kazi ile unataka ifanye mzuri. Si kufanya kazi ambayo ni kazi mbaya. No. Roho ya ndani. Yes. Roho ya ndani, abia mwenzako roho ya ndani ina upendo. Ina upendo. Inapenda jirani. Inapenda jirani. Inapenda inapenda ule mmeko karibu na yeye. Inapenda. Uliza jirani yako wewe.
Roho ya ndani inafanya kazi. Roho ya ndani inafanya kazi. Roho ya ndani inafanya kazi. Mtu ya ndani. Mwambie muulize roho ya ndani inafanya kazi. Inafanya kazi. Ama uliua. Au mtu ya ndani ako uhai. Mtu wa thini ari muoyo. Kana wamuragire. Ama ulimuua. Anasemaje jirani yako? Najua tukiongea habari ya wokovu, tuko hapa na tumeokoka, lakini tunafanya usherati. Tuko hapa tumeokoka na tunaenda na wazee wa wenyewe. Yes. Tuko hapa tumeokoka na tunaenda na mabibi za wenyewe. Na tumeokoka. Wacha tuongee ukweli sasa. Tumeokoka na tunaenda mbinguni na tunasema tumeokoka, lakini ile matendo tunafanya haifurahishi Mungu. Kweli. Hakuna haja nikuambie njia inafunguka, mlango inafunguka na hakuna mahali tunaenda. That's the truth. Mtu ya ndani. Mtu ya ndani. Mtu ya ndani. Tunasema tumeokoka, lakini tumeweka wazee wa wenyewe kwa nyumba, na wengine tumewasha hata wamelala kwa nyumba, na tunasema tumeokoka na tumeinua mikono tumeokoka, na uko na mzee wa mwenyewe kwa nyumba. Hiyo ndio tunataka sasa tuseme. Ndio. Tumesema tumeokoka sisi wote. Tumesema tumeokoka. Yes. Halo. Bwana asifiwe. Amina. Tumesema tumeokoka. Ndio. Na kila mmoja ameinua mkono ameokoka. Na jana ulifanya usherati na umeokoka na umekuja kwa kanisa na tunasema tumeokoka. Apia jirani yako unatakikana roho ya utu ndani yako. Mwambie roho ya utu. Ifanye kazi ndani yako. Ifanye kazi ndani ya maisha yako. Mwambie wakati unafanya makosa, wakati unaenda kuiba mahali umeajiriwa, mahali Bwana asifiwe. Wakati unaibia muajiri wako, na wewe ni wa Jesus Winner, na wewe umeokoka, hata mwenye kukuandika anauliza ni kanisa gani munaendaga na munaiba, na mumeokoka. Ndio. Ni mtu ya ndani amekufa. Mtu ya ndani alikufa. Mwambie amusha mtu wa ndani. Mwera ukilia mtu wa ndani aruta wera. Amusha mtu ya ndani afanye kazi. Unajua hii kimwili ya nje imefanya kazi sana, umeikubalia ifanye kazi sana kuliko ule wa ndani. Apia jirani yako ondoa hii kimwili sasa, wa ndani afanye kazi. Yes. Uwezi kuniambia umeokoka. Ndio. Na uko na mpango wa kado. Uko na mpango wa kado. Na uko na bibi yako, na uko na bwana yako, na uko na mpango wa kado, na umeokoka. Wewe ni wa Jesus Winner. Na mtu ya ndani alikufa. Na mtu ya ndani uliua. Amebaki akisema rabashanda waije. Hata wengine waliua mtu ya ndani, hata mali wamewajiri watu. Wanasemaga usiniletee mambo ya kanisa hapa. Usiniletee mambo ya kanisa wapi? Hata ushuhuda usiniletee hapa. Hata mambo ya kanisa usiniletee hapa. Unataka uletewe wapi? Na mtu ya ndani uliua kitabu. Endelea. Halo. Hiyo ni msomo ya Injili. Msomo ya Injili. Na hiyo ndio mzuri. Na hiyo ndio Mungu ataweka right.
ya kwamba watu wangu wamehubiriwa leo ndio waende mbinguni, ndio waokoke mzuri. Yes. Tuache kuokoka mdomo, tuache kuokoka midomo. Yes. Tuokoke ndani, na tukiokoka mwili ya ndani, roho ya ndani, hata waije ataokoka. hata waije ataokoka. Amen. Pia kujerate watu mhonoku. Acha kuniambia hiyo ndio haija imeokoka ya ndani, bado haijaokoka. Iokoke yote. Nataka ya haija iokoke, ya ndani iokoke kwanza, ndio haija iokoke mzuri. Ndio. Nirudie tena. Ya ndani iokoke mzuri, ndio haija iokoke sawa sawa. Wonderful. Kabisa. Ni chungu. Ni chungu. Uwezi kuwa unatukanana na unasema umeokoka. Wengine wakitukanana, wewe ndiye namba moja kutukanana. Wengine wakiombea wengine mabaya, wewe ndiye unaombea watu mabaya. Na hiyo mdomo unakiri ya kwamba umeokoka. Hapana. Hebu soma hiyo ingine. Wafalme wa pili. Wananiambia nikae chini. Nikae chini. Wakaambia nataka niendelee. Soma hiyo ingine. Wafalme wa pili. Sura ya 5. Kuanzia 19. Neno la Mungu linasema hivi. Aje. Elisha akamwambia. Nenda kwa amani. Enda kwa amani. Na amani akaenda zake. Na amani akaenda zake. Alipokuwa bado hajaenda mbali. Alipokuwa ameenda lakini hakuwa ameenda mbali. Gehazi mtumishi wa Elisha. Gehazi mtumishi wa Elisha alikuwa mtumishi wa Elisha, alikuwa mnabii wa Elisha. Elisha alikuwa nabii na alikuwa mnabii. Mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia na amani. Ate bwana yangu nabii wa Mungu amewashiria na amani aondoke. Aende bila kupokea chochote alicholeta. Aende bila kutoa sadaka kakitu tukule. Kama Mwenyezi Mungu aishivyo, kama vile Mungu anaishi milele, nitamfuata ili nipate kitu kutoka kwake. Hapo akaondoka kumfuata na amani. Akapata na amani. Na amani alipomtazama na amani na kumuona anamfuata mbio, akashuka garini mwake, akaenda kukutana naye. Akamwambiaje? Je, kuna usalama? Gehazi akajibu, kabisa, mambo yote ni sawa, lakini bwana wangu amenituma aje nikwambie kwamba sasa hivi amepokea watu wawili wa kundi la manabii katika nchi ya milima ya Efraimu. Anahitaji kukula na kukunywa. Yes. Na amani akasema, naye angependa uwape vipande vya fedha 3,000. Wacha tufikishe hapo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hapa nataka kuonyesha watu wawili walikuwa na utu. Mtu alikuwa na utu na mtu hakuwa na utu. Ndio. Elisha Naamani alikuwa amesikia habari ya nabii. Yes. Akasikia katika sehemu kule kwao kuna nabii amewatembelea. Ndio. Na wakati ule alikuwa na ukoma ndani ya mwili wake. Na wakati alikuwa na ule ukoma na ameabiriwa ya kwamba kuna mtu ya Mungu mahali pale, Naamani akaenda akatafuta mtu ya Mungu apokee uponyaji, apokee ile ukoma iweze kuondoka. Yes. Wakati alienda mahali pale, nabii akamuelekesha, akaingia ndani ya maji, akatoka bila ukoma. Wakati alipokuwa anaondoka, akawa anataka kupatia mtumishi wa Mungu zawadi. Naye mtumishi wa Mungu akamwambia, nenda na ubarikiwe. Lakini Gehazi alikuwa ameokoka. Gehazi alikuwa anafanya kazi ya utumishi na Elisha. Gehazi, wakati Elisha ameshoka, anatuma Gehazi
aende akafanya kazi kwa niaba yake. Ndio. Hata wakati mtoto wa mama ambaye alikuwa ametabiria, wakati alikufa, alimwambia Gehazi akimbie na fimbo yake, akamwekelea hiyo fimbo apate kupona. Ndio. Bwana asifiwe. Yes. Lakini Gehazi hakuwa na utu ndani yake. Wakati aliona Elisha hajapokea zile zawadi, akafuata akiwa amejificha. Biblia yangu inasema akatokea mlango wa nyuma, akakimbilia Naamani, akaenda akamdanganya ya kwamba ametumwa na Elisha. Ambia jirani yako wacha uongo. Wacha uongo. Mwambie hiyo uongo yako. Uongo wako. Hiyo uongo uko naye. Uongo uko naye. Hiyo uongo uko naye. Hiyo uongo itakumaliza. Itakumaliza. Mwambie wacha uongo. Mwambie wacha atakuapa. Wachana na kuapa. Hata ukitaganya unaapa. Unaapa. Unasema haki ya Mungu, haki ya Mungu. Kama mtu mwingine Friday, Thursday alinitanganya. Akaniambia acha nikuambie tumekufiwa. Tumekufiwa, my sister amekufa. Na sio sister yake. Ni mtu wako mbali sana. Sana. Na saa hiyo mimi nimeshika vile ameniambia. Na sio ule ninaona pale. Mimi simuoni. Huyo mtu akakuja akaniambia, wacha nikuambie apostolo, tumekufiwa. Tuliakwire. Tuko na huzuni. Tumekufiwa. Nikaguzwa mtu kukwambia sister yake. Niko hutaki roho. Hutaki roho. Mchungaji anasema ni jaa ya kiroho ya utu. Ndio. Hata Gehazi alikuwa na hiyo. Gehazi. Kwa sababu anatamani. Tamaa. Kwa sababu ndani roho ya utu ameua. Roho ya utu Gehazi alikuwa ameua. Mtu ya ndani. Anaona mali badala aone Mungu. Ndio. Mtu ametembea na nabii. Ameona nabii kile mambo Mungu anafanya. Ameona yale matendo Mungu anafanya. Lakini anaenda kuongea yale hata anawekelea mtumishi wa Bwana. Anasema mtumishi wa Bwana amenituma. Manabii wamekuja wakati tu umetoka. Wanahitaji kukula na kukunywa. Naamani akasema vile nimepona. Huyo azitoka hivyo. Chukua mali. Sasa huyo mtu alinitanganya. Unajua alikuwa ananiambia ni sister yake. Hata ule mtoto alikuwa ananiambia ni mtoto hata sijui. Wakina anafaa kumuita sijui ni kuka watatu. Muhurumia ni mtu ya ndani. Ni mtu ya ndani. Hakuna shida. Sasa wakati alitoka mazishi, mimi nilijua. Akakuja. Kamwambia mazishi mmetoka. Kaniambia tumetoka mzuri. Tumemaliza mzuri. Nikamuuliza nani alikuwa amekufa? Sasa akaniambia. Juu alikuwa ameambia Bishop vile tu aliniambia. Nikaweka speaker. Nikamwambia Bishop, tuko na fulani hapa. Hebu rudia vile wewe alikuambia. Ni mtu ya ndani. Abia jirani yako wachaka uongo, acha kuua watu yenu. Najua watu hapa tunaua watu. Unakuja unasema ndugu yangu amekufa, dada yangu amekufa, baba yangu. Hata kunaweza sikia kuna wengine hata bishop saa nyingine anauliza kwani huyu mtu alikuwa na wazazi wangapi? Ni mtu ya ndani. Last year but one mama yake alisikwa. Miaka 3 imeisha, baba yake alikufa. Sasa yeye anakuambia tena baba yake amekufa. Abia jirani yako wacha uongo. Mwambie wewe wacha kuua. Roho ya utu. Mwambie ifanye kazi ndani yako. Roho ya utu ifanye kazi ndani yako. Yes. Roho ya utu. Ukiwa na roho ya utu na mmetafuta mali
Ndio. Mumetafuta mali na bibi yako. Yes. Mumetafuta utajiri na bwana yako. Wakati umetajirika ukiwa bibi, ukiwa bwana, hauwezi kumwasha kwa sababu uko na roho ya utu. Hata nimesema ukweli. Kwani uliwashwa? Bwana asifiwe. Ukiona mtu wanatafuta na mke wake, wanatafuta na bibi yake, wakati wamepata mali anaenda anamwambia sikutaki, anaenda kutafuta wengine, ameua roho ya utu. Mwambie ameua roho ya utu. Uza huyo, mwambie umeua roho ya utu. Umeua roho ya utu. Iwe ni bibi, iwe ni bwana. Najua hata bibi anaweza kuwa mlitafuta na wakati mlioana, bwana alikuwa na kazi mzuri, bwana alikuwa amebarikiwa, bwana alikuwa anasaidia kila kitu, ndiye alikuwa anasaidia. Lakini wakati kazi yake imeisha, unaanza kumwambia toka, unaanza kumtukana, unaanza kumuita majina, unaanza kumuongea vile unataka, na wewe ni wa Jesus Winner na umeokoka. Unamtafutia karatasi ya nylon, unamtafutia unaweka kajuara, unaweka tu vitu yake hapo, unamwambia mlango ni ile. Guza jirani yako, mwambie wewe unakaa hivyo, wewe washa kulala. Mwaguza jirani yako, mwambie wewe ndio ninaongelesha. Wewe ndio ninaongelesha. Mwambie wewe ndio ninaongelesha. Mwambie wewe. Wakati tulikuwa na shida, ulikuwa mtu mzuri sana. Wakati tulikuwa na shida, ulikuwa mtu ya maana sana. Lakini wakati tulibarikiwa, mguse. Najua unaweza kuwa ni bibi umebarikiwa, unaweza kuwa ni mzee umebarikiwa. Sasa nataka uguse aliye karibu na umwambie wewe. Unaweza kuwa ni wewe. Ulikuwa mzuri sana. Wakati mlikuwa na shida, wakati hamkuwa na kitu. Lakini wakati mlibarikiwa, hakuna jina hauhitaji mzee wako. Hakuna jina hauhitaji bibi yako. Nagua iko hivyo. Akapi anasema iko hivyo. Tikwenda ni mtu ya ndani. Abia mwenzako mtu ya ndani. Mwambie mtu ya ndani. Nataka afanye kazi leo. Mwambie Sunday ya leo. Na umguze, na ukiona hataki kuguzwa akona maneno, mwambie wewe. Sunday ya leo. Nataka leo tubadilike. Mtu ya ndani tumfanyishe kazi. Mwambie wewe. Umefanyisha mtu ya nje kazi sana. Mwambie wewe. Gusa hiyo mshukaji. Mwambie wewe. Umefanyisha mtu ya nje kazi sana kuliko mtu ya ndani. Mtu ya ndani amelala. Mwambie mtu ya ndani alilala. Mwambie wewe sio ule nilikuwa najua. Wakati ukikuja kanisa, mwambie wakati ulikuja kanisa. Wakati ulikuwa na mashida. Wewe sio ule nilikuwa najua. Ni kweli. Mtu ambaye alikuwa ananyenyekea, mtu ambaye hakuwa anatukanana. Sasa hii hakuna kitu haiwezi toka kwa mdomo yako. Leo mtaki kuniona. Kwani nawaigia sana. Mwambie roho ya ndani. Mwambie roho ya utu. Ndio inatakikana ndani ya maisha yako. Ndio ifanye kazi. Mwambie wewe. Mwambie badilika. Mwambie badilika. Washa ushuhuda ya mdomo. Mwambie washa ushuhuda ya mdomo. Habaya haikusaidii. Badilika. Mwambie badilika.
Badilika. Mwambie badilika. Badilika. Eloroka. Badilika. Gusa huyo mwambie badilika. Badilika. Na mwambie wewe. Wewe. Si jana nisikia ukitukanana. Nilisikia. Wakati ulikuwa unasema tia niguse. Ujue mimi ni wa Nyeri. Niguse. Wewe. Watoto. Si mzazi alisema hivyo? Si kulikuwa kwa nyumba? Hata wiki haijaisha. Wiki haijaisha. Mami na dadi. Si walikuwa walikuwa wanatukanana. Walikuwa wanasema hiyo maneno. Watoto. Si mami aliuliza dadi, wewe ni mzee na bagapi? Vile mnapiga kelele hivyo na mami ameo, mtaenda kutafuta mahali ya kulala. Mtaenda, shauri yenu. Apostolo atabaki hapa. Lakini siko hivyo. Semeni mkiwa chini. Siko hivyo. Wacha sauti ifikie mzazi. Wewe. Si dadi aliambia mami, wewe utarudi kwenyu. Na ameokoka. Sema ukiwa umeinama, sema dadi badilika. Sema dadi badilika. Sema mami badilika. Mwambie wewe mami, unataka kuwasha dadi. Mwambie usimuashe. Mwambie hiyo ni mwili ya nje. Mwagi. Sasa. Mwambie kendile. Bwana asifiwe. Amina. Roho ya utu. Abia jirani yako roho ya utu. Nataka ifanye kazi. Mwambie wewe wa Jesus Winner. Mwambie wewe. Unaibisha Jesus Winner. Haki wewe. Ebu muulize wewe. Si uliulizwa na bwana yako? Mguse. Si uliulizwa na bwana yako? Si uliulizwa na bibi yako? Uliulizwa na bibi. Mmoja anamfundisha hivi. Si aliwauliza. Ate mmoja ndio mfundisha kia. Hivyo ndio unafundishwa. So wewe rudia vile nimesema. Si wewe tuongea ukweli. Si mzee wako, bibi yako, baba yako, mama yako, si alikuuliza. Ugu na mfundisha hiyo. Hivyo ndivyo mnafundisha go. Ndio mfundisha hiyo ni mwai. Ndio mnafundishwa na kiogo. Tuongea ukweli na usifisha. Wewe jifisha uinue mkono juu wakati wameulizwa hivyo. Atigetekera. We tuko kanisa tunamalizia hapa. Tunamalizia hapa. Wakati wanajua bibi yako, bwana yako, mzazi wako, mama yako, baba yako amekuuliza hiyo swali, inua mkono juu. Inua kabisa. Inua mkono dakalia. Nataka uiname mkono iwe juu peke yake. Pengine wapi wavuke macho. Watu wavuke macho. Watu wavuke macho. Watu wavuke macho. Fuga macho. Wewe fuga macho. Sasa inua. Inua kabisa. Sinaona imeinuka. Wale watainua. Nitaambia Mungu afanye kitu siku ya leo. Wale watainua. Saa hii itaambia Mungu kitu. Haya, inua kabisa. Inue. Naona sasa. Baba katika jina la Kristo hao watu wameinua mkono. Baba ubadilishe maisha yao na kutoka leo uwasemehe na uwatendee muujiza au wiki moja. In Jesus name, amen. In Jesus name. Maradhimu. Sasa tuongee ukweli. Ndio. Tumeokoka. Ni kweli? Ndio. Na tunaibisha injili. Tunaibisha kazi ya Mungu. Wakati watu wanaandika message za kutukanana, watu wa Jesus Winner wanaingia pale kutukanana. Na
ni mtu tu, hata pengine hata ni mtu hata ajielewi, mtu hayuko sawa na unamtukana. Abia jirani yako, wewe bwana, wacha kuua utu ya roho ya utu, wacha kuua roho ya utu, wacha kuua roho ya utu, wacha kuua roho ya utu. Auguzi mwenzako kwa sababu unajua kile unafanya. Muuza, mwambie acha kuua, wacha 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 kuua. Muulize, umeua wangapi wewe? Umeua wangapi? Halo. 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 Mimi nataka muokoke. Ile wokovu ya ukweli. Ya ukweli. Wokovu ambayo itakupeleka mbinguni. Ndio. Si wokovu ya kanisa. Si wokovu ya Bishop Mwai. Ndio. Wokovu ya Jehova. Onoki utaleo hika. Wokovu haina unafiki. Ndio. Wokovu haina unafiki. Wokovu ambao unajua hata watoto wako watashuhudia umeokoka. Kweli? Wazazi wako watashuhudia umeokoka. Ndio. Bibi yako atashuhudia umeokoka. Ndio. Bwana yako atashuhudia umeokoka. Ndio. Hiyo ndio wokovu tunahitaji. Mahali tumeajiriwa, watu wanajua tumeokoka. Wale tumeajiri wajue tumeokoka. Ndio. Si wale tu ate wale, hata wao unaweza kuwa umeajiri watu na si wa Jesus Winner, lakini haonagi wokovu wako. Abia jirani yako, okoka kabisa. Okoka kabisa. Okoka kabisa. Mwambie tunaenda mbinguni. Tunaenda mbinguni. Na mbinguni hatutaenda watu ambao wamejishanganya. Mbinguni hatutaenda watu ambao hawana wokovu wa ndani yao. Ndio. Halo. Bwana asifiwe. Yes. Najua wengine tuko hapa na sisi ndio watu ya kwanza kusaidia wengine kuharibu ndoa zao. Tuko hapa sisi ndio kushoshea ndoa ndio ivujike, na tumeokoka. Tuko hapa na tunaenda mbinguni na tunasema tumeokoka. Na ushuhuda ni ule mrefu. Ushuhuda, na ndio mimi sipendagi mtu ananitolea ushuhuda mrefu. Hata nikiwa kwa simu kianza kunitolea ushuhuda nitakukata na maneno, kwa sababu unajua hiyo ushuhuda inaweza kuwa hakuna kitu. Wewe niambia tu, Apostle, Bwana asifiwe, amen, hiyo tu tumesifu Bwana. Hii ingine unanitolea, hiyo ni Mungu anajua kama umeokoka. That's true. Lakini ukiona mtu anakutolea ka ushuhuda, modo aga iva leka kuma tuereka ine tagu tujuane, kuma tuereka ine nawe tagu tuonane na wewe, mwali mugima tutonanite ndio muonoku. Tumekuwa tukipelekana, tumekuwa nimeokoka, tutuante na Ngai hakwa, tumekuwa na Mungu hapa kwa hapa, tutire tuatigana na Ngai, tutijaiacha na Mungu, ndiroraga mwena kana mwena uyu siaipeuka pande ya ona ndire ndanywa mai ma kwaraha, hata yajukunywa maji ya kwaraha, ndire ndaigwa guthie matuine, nasikia tukwenda mbinguni, ndaigwa kunyiha, ndaigwa kunyenyekea, ndaigwa kunyiha, ndaigwa kunyiha na kuyorererwo na kujazwa, na ndio tigire kimundu nyumba, na acha mtu kwa nyumba. Ushuhuda hapa, tuko na ushuhuda mzuri sana sana. Yes. Hapa sana. Hapa ushuhuda, watu wakutolea ushuhuda hapa, ni mzuri ushuhuda. Wacha nikuambie, kuna watu wanajua kutoa ushuhuda. Mwaraithe witu tauga mwaraithe witu, dada yangu, no ndoragia kiregerero, niko na tumaini, ona ndiraigwa gucoka na thutha, sijasikia kurudi nyuma, ndiraigwa kuthii na mbere, nasikia tu kwenda mbele, ona rugendo rungirituha, hata safari kiwa imekuwa mzito, ainya naambia Mungu nipatie nguvu nigetha ndorie, ndio nishinde. Ona kuma muthuri akua, kuma mzee wangu akufe, ni miaka 20, ni miaka 20, no thutha ucio, lakini nyuma hiyo ndina ciana 3, niko na watoto 3.
Rudia tena. Hapo ndio hapo. Ndio nasema, hapa tunasema tumeokoka. Tumeokoka kabisa. Kuokoka tumeokoka. Na mimi sikatai kabisa. Na sipigi wokovu yako. Lakini wokovu ni wapi? Hapa. Nataka wokovu ya ndani. Rudia dadi. Rudia. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mureithi. Yesu ni Bwana, ni mchungaji. Nihonokete. Nimeokoka. Ndigwite kurudi hinya. Sijasikia kukosa nguvu. Ona kana gucoka na thutha. Ama kurudi nyuma. Ndaigua ona guthie na mbere. Nasikia tu kuendelea na safari. Ndirahonoka muthenya. Naokoka kila siku. Na ndenda gukumiriria ngwire. Nataka kupatia nguvu nikuhimize. Ngai ndatikanagiria andu ake. Ate? Ngai ndatikanagiria andu ake. Mungu aashirie walio wake. Tondu ni ukuririkana. Unakumbuka muraitha witũ na muthuri wakwa kumandika. Ndugu ya kutoka mzee wangu akufe. Ni miaka 20. Niko na miaka 20. Na kuma thutha ucio. Na kutoka wakati hiyo. Ndina ciana 3. Niko na watoto 3. Wokovu. Abia jirani yako wokovu. Mwambie wokovu. Wokovu. Badakirei. Wamama wanacheka. Ate haya, unajua apostolo? Kuna wadada wakati wa corona. Walikuja hapa nikauliza mumeokoka? Nimeokoka dadi. Na hii mtoto umetoa wapi? Ni corona. Ni wa corona. Hata kuna mwingine Bishop alikuandikia message juzi. Akasema Bishop, haki nataka uniombee. Akakosa akakwambia nimeokoka, Yesu ni Bwana. Akakwambia please daddy niombe, tafadhali niombe. Unajua sasa kwangu kuna mambo inaendelea na mimi naona italipuka kwa sababu mimi niko na watoto 4 na mtoto wa mwisho si wangu. Si wa mzee wangu. Lakini naomba tu dadi tu niombe. Na umeokoka na ni wa Jesus wina. Hapa wako wengi. Ni neema tu ya Mungu. Lakini yeye alikuwa wa branch, si wa hapa. Si wa hapa, mseme ni wa hapa. Alikuwa wa branch. Yako na mzee. Lakini katoto ya mwisho si kama mzee. Kwanza ni mchungaji. Ni mchungaji. Na katoto kwa huyo mchungaji kanafanana na huyo mtu. Na mumeoko? Na ni bibi ya madhaba? Uza mwenzako mwambie Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Abia huyo mwingine Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Mwambie huyo mwingine tunaenda mbinguni. Muulize huyo. Uliza huyo wewe. Sasa umeokoka gani? Muulize umeokoka gani? Umeokoka gani? Muulize sasa. Si nini wauliza mwanzo. Sasa wewe uliza jirani yako. Mimi huwezi kuniambia. Muulize sasa umeokoka gani? Umeokoka gani? Atanasema umeokoka ya nje. Alikuwa ameokoka ya nje, sasa ataokoka ya ndani. Wakati walikuwa ameokoka ya nje, sasa wataokoka ya ndani. Mimi naona apostolo hata afadhali wale wameokoka wa ndani. Wengi hapa wa nje alianguka kitabu. Mtu wa nje hakuna. Hakuna. 50%. Wengi. 50%. Hata zaidi. Wa nje ndio walienda kitabu. Tulibaki na wadani, haleluya, amen, ni mashahida. Hata wengine wakiambiwa tuue ataua. Wengine akiambiwa tusaidie kuua ataua. Akiambiwa tuende tukaibe ataiba. Wanakoia moyeta muno. Kuiba imeiba sana. Kuiba mumeiba kule mmeajiriwa. Kuiba
Kwanza acha hii ingine yote kuiba. Koia. Muyeta muno. Meiba sana. Mumeiba. Huyo bosi yako angekuwa tajiri. Lakini kumuibia mumuibia nyinyi. Koia. Hebu soma hiyo ingine. Bado Wafalme wa Pili sura ya 8. Mlango wa 8 kuanzia mstari wa 7. Baadaye Elisha alikwenda Damasko. Wakati huo mfalme Ben-Hadadi alikuwa mgonjwa. Na alipoambiwa kwamba Elisha alikuwa Damasko, alimwambia ofisa wake Hazaeli, mpelekee mtu wa Mungu zawadi, umwambie atafute shauri kwa Mwenyezi Mungu kama nitapona au la. Hazaeli akapakia zawadi na kila aina ya mazao ya Damasko, kiasi cha mzigo ya ngamia 40, na kumpelekea Elisha. Alipofika kwa Elisha alimwambia, mtumishi wako Ben-Hadadi mfalme wa Aramu amenituma kwako. Yeye anauliza, nitapona ugonjwa huu ama nitakufa? Basi Elisha akamjibu, atapona, lakini Mwenyezi... Fikisha hapa kwanza. Abia jirani yako, si umesema umeokoka? Si umesema umeokoka? Halo. Lakini mwambie, wewe sikuamini sana. Mwambie, wewe hata kwa kazi ya Mungu sikuamini sana. Mwambie hata kimaisha sikuamini sana. Mwambie nikikuangalia hivi, I cannot trust you. Bwana asifiwe. Elisha. Not Elisha. Tumemhitaji Reverend Elisha na Ben-Hadadi. Mfalme akawa ameugua. Mfalme akawa amegojeka hata kwa nyumba. Ndio. Mfalme alikuwa anaamini mtu yake ya karibu sana. Biblia inasema wakati huyo mfalme aligojeka, ndio, Biblia inasema akasikia habari. Sema akasikia habari ya kwamba katika mji wao wa Damaska kumetokea nabii. Prophet. Akaambia ofisa wake, yani ule alikuwa anamurida, ule alikuwa anaamini sana. Akamwambia, chukua farasi 40 na zawadi ambazo zitatoshea hiyo farasi 40, ukimbie kwa nabii. Biblia inasema mfalme alikuwa kwa kitanda. Ndio. Alikuwa amefika mwisho wake na amesikia habari njema ya kwamba katika mji wake, hata ikawa alikuwa mfalme, kuna mambo hakuwa amefikia. Akahitaji nabii. Abia jirani yako, kuna mahali nafika tunahitaji nabii. Mwambie, ndani ya maisha yetu kuna mahali hatuwezi fika. Tunahitaji nabii. Elisha wakati aligojeka, si Elisha, Ben-Hadad. Na wewe unanikumbusha wewe, najua Elisha ilimeingia kwa mawazo. Ben-Hadad mfalme wakati aligojeka, akajinyenyekesha. Ndio. Akanyenyekea, akaona sasa hata ikawa mimi ni mfalme, yes, kuna nabii anaweza sema kitu
kwamba niwekelee mkono na niweze kupona. Akaambia ofisa wake ambaye alikuwa anaamini sana. Ndio. Akamwambia aende. Kimbia na hizi zawadi na farasi 40. Ndio. Uende kwa Elisha nabii wa Bwana. Umuulize hii ugonjwa niko naye nitapona ama nitakufa? Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Biblia inasema wakati yule ofisa alifika kwa nabii, akamwambia nabii, mtumishi wa Mungu, prophet of God, akamwambia mfalme wangu amesikia habari yako. Amesikia habari yako. Na uguza jirani yako asilale, guza jirani yako asilale, guza jirani yako asilale. Mwambie akasikia habari. Mwambie akasikia habari. Akasikia habari. Mwambie akasikia habari. Akasikia habari. Kama vile wewe ulisikia habari. Mwambie akasikia habari. Akasikia habari. Nataka umuguze ndio amuke. Mwambie akasikia habari. Akasikia habari. Nani alisikia habari? Muulize nani alisikia habari? Usikia kama alikuwa usigisi. Nani alisikia habari? Nani alisikia habari? Muulize haraka. Nani alisikia? Kabla uulize. Nani alisikia habari? Nani alisikia? Wakati alisikia habari, akamwambia nabii, mfalme wangu amesikia, mfalme wa hii nchi ambayo umekanyaga. Amesikia habari yako ya kwamba umekanyaga mji. Amekanyaga nini? Amekanyaga mji. Sema amekanyaga mji. Umekanyaga mji. Akamwambia amesikia habari yako. Aje. Amesikia habari ya kwamba nabii ambaye amekuwa akitabiria Israeli, ambaye amekuwa akitabiria watu wa Mungu, amefika kwa kijiji. Miguu iko kwa munji. Hebu uko. Mwera baba makia uko. Mwera mona via uko. Nabii amefika. Miguu imekanyanga. Miguu imekanyaga mji. Hata mfalme amejua. Mfalme anga imebadilika. Ni habari ilimfikia. Ndio. Habari kamfikia. Kweli. Ya kwamba ule nabii tumekuwa tukisikia amekanyaga mji. Ndio. Akasikia habari. Bwana asifiwe. Amen. Akaona ya kwamba yeye hawezi toka kwa kitanda. Yeye ni mgonjwa. Akaita mtu ambaye anamuamini sana. Mtu ambaye hana roho ya utu. Sema mtu hana roho ya utu. Hana utu. Mfalme alimwamini lakini hana roho ya utu. Sema hana roho ya utu. Hana roho ya utu. Mwambie hana roho ya utu. Hana roho ya utu. Biblia inasema mfalme akamuuliza kukoaje? Nabii akamuuliza kukoaje? Yule ofisa akaambia nabii, ndio, nimekuja kwa sababu nabii amesikia habari yako. Mfalme. Mfalme. Hii baba ya Elisha na nabii na ni vile tumehubiriwa nabii sana hii wiki 3. Na ni mzuri. Sema ni mzuri. Najua nimeikunywa nimekunywa. Ya Balaam. Na nikasikia hapo kuna mtu ametoa hiyo wimbo. Na ni mzuri. Bwana asifiwe. Yes. Nabii. Yes. Ako hapa. Amekanyaga mji. Na amekanyaga mshaka. Na mfalme amesikia. Kabisa. Ya kwamba nabii amekanyaga mji. Yes. Na ako ndani ya mshaka wao sasa. Ndio. Na ako katika maeneo yake. Ndio. Akaambia ofisa wake mara moja kimbia kwa nabii. Yes. Ukamuulize ya kwamba nabii, mfalme atapona ama atakufa? Halo?
Hello. Akamwambia, ndio, mfalme ameniapia muulizie kwa Mungu wako. Yes. Mfalme alijua hata ikiwa mimi ni mfalme, hata ikiwa mimi ni mfalme, kuna nabii, kuna kitu nahitaji, kuna kitu ninahitaji. Ndio. Kuna mafuta, kuna kitu ninahitaji katika mshagawa, kuna kitu nahitaji. Mfalme anahitaji. Yes. Mji wake niye anatawala, lakini nabii amefika mji. Ndio. Nabii amekuja. Haleluya. Halo. Bwana asifiwe. Nabii akafika. Ndio. Wakati alifika mahali pale. Yes. Mfalme ametumana. Yes. Ndio. Ofisa akauliza nabii, mfalme wangu wa nchi ambayo umekanyanga ako kwa kitanda, hata blanketi hawezi kujipiga. Ameniuliza nikuje nikuulize. Ndio. Uulize Mungu wako, si Mungu wa mfalme. No, si Mungu wa mfalme. Mungu wako, nitakufa au nitaishi? Ama nitaishi. Ndio. Nabii saa hiyo clear line ikashuka. Clear heaven Light clear baba. Ikashuka. Nabii akatazama ule ofisa. Yes. Akamwangalia na macho, nabii akalia. Alimwangalia wakangaliana. Nabii akalia. Nabii anaongeleshwa na Mungu, na anatazama ule ofisa akalia. Alipomaliza kulia, ndio Biblia inasema yule ofisa akauliza nabii, mtumishi wa Bwana, kwa nini unalia? Nabii akamwambia, mfalme ambaye amekutuma, Mungu ameniambia atapona, lakini atakufa. Hapo kuna ukweli gani? Akamtazama, ndio akamwambia atapona. Mungu ninayetumikia ameniambia mfalme wa hii nchi atapona, lakini atakufa. Kupona atapona, lakini kukufa atakufa. Ofisa akauliza nabii, nabii, ndio kumekuwaje? Atapona, atakufa. Atapona, atakufa. Atapona, atakufa. Akamwambia, wewe ndio utamuua. Yeye akamwambia nini? Wewe ndio utamuua. Biblia inasema aliporudisha habari akapata mfalme kwa kitanda. Akamwambia, karibu. Nabii wa Mungu amesema nini? Ameniambia utapona, lakini ya kukufa hakumwambia. Akaenda ofisa, akaingia ndani, na huko ndani akakuja na blanketi, akamfunika, akamunyonga na akamuua. Roho ya kuua, roho ya kuua. Alikosa roho ya utu. Nabii ametabiri, amesema atapona, lakini yule anamuua atakufa. Nabii akasema atapona lakini atakufa. Kwa hivyo nabii alikuwa anaona huyu mtu mfalme akiishi, kwa sababu mfalme alinyenyekea chini ya mafuta. Kwa hivyo alitazama, akaona huyu mfalme akona roho ya kunyenyekea, akaona huyu atapona. Neno tu akaona atapona, lakini akajua ndani ya huyu mtu ataenda kumuua. Wewe abia huyu aliye karibu na wewe, muulize umeua wangapi? Muulize umeua wangapi? Najua ukweli, kuna watu wameua watu. Ndio.
Kuna watu wameua wazazi wao. Ndio. Kuna watu wameua marafiki. Kuna watu wameua boyfriend. Kuna watu wameua girlfriend. Kuna watu wameua kimwili kabisa. Kuna wengine wameua spiritual. Spiritual. Wameua. Uliza jirani yako, umeua gani? Wewe umeua ngapi? Bwana asifiwe. Yes. Huyu mfalme alikuwa anaaminiwa. Alikuwa mtu alikuwa anaaminiwa, lakini ndani yake hakukuwa na kitu kinaitwa utu. Tumekosa kitu inaitwa utu. Abia jirani yako, kile tunahitaji ni utu ndani yetu. Utu imekosekana. Utu imekosekana ndani yetu. Tukiwa na utu, ile mambo tunafanya hatuwezi fanya. Na kuna watu wengine apostol wanapitia shida juu ya kushochea wengine, kuharibu nyumba zao, kuharibu maisha yao. Kweli. Na hiyo kitabu niniambia Pastor Mathege asome Methali 30 mstari wa 10. Asome kwa sababu watu wengi hapa yale mambo wanapitia ndani ya maisha yao. Si ate Mungu hawezi kuwabariki, si ate Mungu hawezi wainua, si ate Mungu hawezi watendea, lakini ile mambo mnafanya, hiyo ndio inafanya Mungu awe bali na wewe. Ulibaki na wokovu ya mdomo, ulibaki na wokovu, Bwana Yesu asifiwe, ulibaki na ushuhuda mrefu, lakini ndani roho ya utu uliua kitabu. Haya, soma Methali 30. Proverbs chapter 30 verse 11. 10. Verse 10. Usimchongee mtumwa kwa bwana wake. Usimchongee, yani usimchochee au usifanyie. Mtumwa ni kama mfanyikazi ama kumharibia. Kwa bwana wake. Kwa bwana yake. Asije akakulaani. Kwa hivyo mtu anaweza kukulaani yule. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu anaweza kukulaani ikiwa unaendea mwingine kwa kazi. Yes. Abia gusa mwenzako, mwambie acha kuendea wengine kwa kazi. Mwambie washa kuendea wengine kwa biashara. Gusa mwenzako, mwambie washa kuendea wengine kwa kazi. Washa kuendea wengine kwa biashara. Washa kuendea wengine kwa ndoa. Hamtaki kuwagusa kwa sababu mnajua kile mnafanya. Rudia. Muulize, umeshoshea wangapi hapa? Uliza huyo, umeshoshea wangapi hapa? Na wengine mpaka wanakushoshea, wanakutoa kwa kanisa, wanakupatia maneno haifai, na umeokoka. Mpaka unawekelea mchungaji maneno habaye hajaongea. Pasi anacheka, anataka kurudia tena. Pasi? Yes. Luchokere. Verse 10. Usimchongee mtumwa wa bwana wako. Asije akakulaani. Ukaonekana una hatia. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaendea wengine kwa biashara, tunaendea wengine kwa soko, tunaendea wengine kule tunakaa, tunaendea wengine kwa landlord, tunaendea wengine kwa zile biashara tunafanya, na wengine tumetoka kwa kanisa moja na tunaendeana mwingine kwa mwingine. Bwana asifiwe. Badala tushikane tuombe, tuambie Mungu tumetoka mahali pamoja, tumetoka kanisa moja, tumetoka mahali tumeokoka, tumetoka familia moja, tuambie Mungu asimame na sisi. Wewe ndiye wakwenda kuendea mwingine, afutwe kazi, afutwe biashara. Kuna mahali kingine hapo tamu sana. Hebu ambia asome hapo ulikuwa umesoma asubuhi. Tuendelee hapo chini. Mstari wa 11. Kuna watu ambao huwalaani baba zao. Kuna watu wanalaani baba zao. Wala hawana shukrani kwa mama zao. Hawana shukrani kwa mama zao. Watoto, hii ni yenu. Hamuna asante? Hamuna nini? Asante kwa wazazi. Hapo muongei. Si muongea na nguvu. Hamuna nini? Hebu mara soma tena. Hawasikii. Ni vichwa gumu. Hata kwa baba wakiwa. Hata wanatukana wazazi wao. Wanawaita majina. Anamuuliza ulinisaa kwa nini? Kwa nani alikuambia unisae? Si mnasema hivyo? Ni wewe unasemagi, wengine wanasema hivyo. Soma. Kuna watu ambao huwalaani baba zao. Kuna watu hulaani baba zao.
wala hawana shukrani kwa mama zao. Hawana shukrani kwa mama zao. Bwana asifiwe. Hata wafanyie mema, hata wafanyie nini, hata wanunulie nini, hata wabaie gari, hawana asante. Hawana asante. Hata anaweza ongea, anataka kuongea maneno mengine haifai hata mbele ya wageni, lakini wazazi wako wako hapo, unataka kuonyesha vile unajua. Na mzazi alikulea. Na mzazi alikulea. Unamrudishia vile unataka. Unamuongelesha vile unataka. Bwana asifiwe. Amen. Na mzazi alisimama naye kutoka wakati ulisaliwa. Hapa haongei, walikuwa naongea wazazi, lakini kifika ni yao haongei. Hapo hawezi ongea. Midomo imefungwa. Ilifungwa kama ile ya nani? Ya Balaam. Hapo chini, hebu sikia hapo. 12. Kuna watu ambao hujiona kuwa wema, kumbe bado hawajatakaswa uchafu wao. Ati watu wanajifanya wema, lakini hawajatakaswa. Lakini hamujatakaswa. Na ndani kuna maneno. Uko na maneno. Mliniambia mumeokoka. Mliniambia mkainua mikono juu nikianza. Mkasema tumeokoka. Sisi ni wa Jesus winner. Sisi ni wa Ribakiutalidai Kontaribakiuria. Tunaenda mbinguni, lakini hamujatakaswa. Hawajatakaswa. Mili yenu mnaitumia vile mnataka. Ndio. Hamujatakaswa. Mnaifanyisha kazi haifai. Nilisema Mungu anakufungulia kadirisha kidogo. Anakufungulia kadirisha kidogo. Unasahau. Kama shumane tu. Mungu anakufungulia unasahau. Hebu sikia hapa dadi. Dadi soma watu nataka wabadilike leo. 13. Kuna wengine sema ukisikia kuna wengine unaguza mwenzako. Kuna wengine kwa sababu tu hatujui ni nani. Hatujui ni nani. Kwa hivyo guza mwenzako. Kuna wengine sema kuna wengine. Wewe hakuchaguza huyo. Guza huyo, mwambie kuna wengine. Kuna wengine. Kwa nini unataka kuguza hao, mwambie kuna wengine. Kuna wengine. Soma sasa. Kiburi ajabu. Kiburi ajabu. Sema kuna wengine gusa. Mama kataraba boshika. Wekelea mkono kwa huyo mwingine nyuma. Mwambie kuna wengine. Kuna wengine. Kiburi ya ajabu. Cha ajabu. Na hiyo sana. Kiburi kwa nyumba hata uwezi ambiwa kitu. Mzee hazi ambiwa kitu na bibi. Bibi hazi ambiwa kitu na bwana. Watoto hazi ambiwa na wazazi wao. Ndio. Kiburi. Rudia hapo. Na kuna wengine. Usa mwingine. Kuna wengine. Ndio. Kiburi. Mlikuwa mnataka mlango ifunguke, itafungukia hapa. Na ule alinitanganya nimemuona. Kuna wengine gusa. Wewe uko mbele gusa wako nyumba mbele yako gusa. Gusa hapo nyuma mwambie kuna wengine. Kuna wengine. Lama nisoma kuna wengine. Kuna wengine. Kiburi ajabu. Kiburi ya ajabu. Wewe gusa huyo ako mbele yako na wewe gusa huyo. Kwani unataka kugusa? Wewe gusa kipia kwa kugusa boraizi na gusa. Kuna wengine. Kiburi ajabu. Hudharau. Kuna wao. Hudharau kila kitu wanachokiona. Wanadharau kila kitu wanaona. Wakiona mtu wanamudharau. Wakiona mtu ako na umaskini wanamudharau. Wakiona mtu anaenda miguu wanamudharau. Wanadharau kila kitu. Wakiona mtu hajavaa mzuri wanamudharau. Kiburi ajabu. Kiburi ya ajabu. Kiburi ya ajabu. Mwambie toa kiburi. Toa kiburi. Toa hiyo kiburi ya mwili. Toa kiburi. Toa kiburi ya mwili. Toa kiburi. Toa kiburi ya mwili. Toa kiburi ya mwili. Toa kiburi ya mwili. Toa kiburi. Toa hiyo kiburi. Toa hiyo kiburi. Kiburi dogero. Kiburi. Sasa ile ulikuwa wakati mlikuwa na bibi yako mkitafuta, mlikuwa mnakaa house confusion. Mlikuwa mnapendana sana. Lakini wakati umepata tu pesa kidogo, kiburi ndio hiyo ya ajabu.
Kagari kadogo. Hauwezi apilika kitu. Hauwezi ambiwa kitu. Ndio. Hata mchungaji hawezi kukuambia kitu. Mchungaji hawezi kukurekebisha. Imesema mpaka ate watoto wanalani baba zao. Wanalani baba yao hata wa kiroho. Watoto wanalani baba yao wa kiroho. Si ya kimwili peke yake. Hata ya kiroho. Ndio. Kwa sababu sasa unafanya mambo haifai. Ndio. Baba anatukana huko nje juu yako. Wewe ni kulani unalani baba. Wakati baba anaogewa mabaya. Na wewe ndio unafanya aogewe kwa sababu nenda unakata kaba ya mwenzako. Maguo inaaguka chini. Unapata amenunua kaguo mpya. Unasikia wivu unaenda unakatoa unakapigisha kwa matope. Mwingine anaenda anapata kaguo, mwenzako alinunua kaguo ingine, Mungu amembariki. Amenunua kaguo unalarua. Hata unamwekea mzumari ndio alaluliwe. Kwa sababu roho ya ndani uliua. Wewe Mungu, amuka. Rafiki yako? Hebu sema tena. Rafiki yako ndio adui yako. Kijana ananiambia rafiki yako ndio adui wako. Ndio. Kwa sababu hata mfalme na nikimeshika kimeshika kwa sababu mfalme alikuwa naamini hiyo ofisa. Ndio. Na alikuwa rafiki yake sababu mtu anaendaka na rafiki yake. Uendagi na mtu akukumaliza au uendagi na mtu ambaye hauamini, alikuwa anaamini lakini rafiki yake ndio alimkula kikuracho kiguoni wako. Hata hiyo ndoa yako imeharibika kikuracho kuoni mwako. Hiyo kazi yako imeharibika kikuracho. Hiyo ndoa yako iliharibika kikuracho. Huyo kijana alikuwasha kikuracho kinguoni mwako. Imeisha? Bado soma 14 ya mwisho. Verse 14 inasema aje? Kuna watu wengine hapa sema wengine guza huyo. Mwambie Mungu anasema wengine. Guza mwenzako mwambie wengine. Kuna watu wengine. Wengine ni wewe. Na juu sitakuwekelea mkono niseme ni wewe. Guza mwenzako mwambie wengine. Ndio mwingine. Hola mwitigira. Mguze. Wengine. Kuna watu wengine. Huyo mwambie wengine. Sema wengine. Sema wengine. Sema wengine. Guza huyo wengine. Guza mama kaja mwambie wengine. Guza huyo mwingine mwambie wengine. Kuna watu wengine ambao meno yao ni kama upanga. Meno yao pa kuongea. Ni kama upanga. Maneno. Kushoma ni kama so kukata. Tekai ba. Ukweli wa Mungu nilisikia. Alisema. Niliona. Huyo bibi yako niliona. Huyo bwana yako. Kai. Akitoka kanisa nilimuona walikuwa na yeye. Haki. Biblia. Meno inakaa so. Meno inakaa kama so. Inakata kukata. Haijaokoka, sema haijaokoka. Sema haijaokoka. Mwambie baba okoka leo. Kuza huyo mwambie okoka leo. Mwambie hatujaokoka. Mwambie leo ndio tunaokoka. Mwambie leo tunaokoka. Sisi na watoto wetu. Sisi na nyumba zetu. Tunaokoka leo. Ndio. Imeisha. Tumalizie hapa sasa. Nimalizie nasema meno yao ni kama upanga. Na magego yao ni kama visu. Magego yao. Inasema mpaka na Kikuyu.
meno yao ni kama kisu. Ni kama kisu. Kukatakata watu. Kuongea hakuna kitu huwezi ongea. Hakuna kitu huwezi toa kwa mdomo ukiongea. Hakuna kitu huwezi ambia watu ukiongea. Hata kwa nyumba yako hakuna kitu huwezi sema mbele ya watoto wako. Watoto wako hapo, bwana unamwambia vile unataka, bibi unamwambia vile unataka, na ni mbele ya watoto. Ni kama panga inakata. Hata kwa pale kwa nyumbani, ukiona jiani, ukiona mtu akipita, unaanza kutafuta maneno ya kuongea na tuibo wengine mnaibaga ya kukatakata mtu. Kukatakata. Na hata wengine hapa niliona wanaweka ya disco ndio wakata watu naye. Hapa wanaweka hiyo ndio wakata watu naye. Na mumeokoka na mnaenda mbinguni, na tuliinua mikono tumeokoka, na mimi sikatai mliniambia mumeokoka. Mumeokoka. Na hiyo nyumba inalipwa na mzee wa mwenyewe. Hiyo nyumba inalipwa na mzee wa mwenyewe. Na wewe unaweza enda uuze matunda, ulipe nyumba. Na tumeokoka. Bibi ya mwenyewe ni kulia analia. Bwana ya mwenyewe ni kulia analia. Na tumeokoka, tuko kanisa moja. Tuko Jesus Winner sisi wote. Na tunaenda mbinguni. Hata saa hii wengine hawataki kuniangalia juu wanajua leo ni mwisho wa mwezi na wanaenda kufanyia shopping ya kwenda nyumbani. Hawataki, wanashindwa hiki mtu kinaongea nini. Na wanataka kufanyia shopping. Na wanajua ni wa Bishop Mwai na wameokoka na wanaenda mbinguni. Na ule mzee ni wa mzee wa mwenyewe, anaenda kumfanyia shopping na ameokoka na anaenda mbinguni. Halo? Wakapi tutaokoka sasa leo? Inua kabisa, wakapi wanataka tuokoke leo kabisa? Kabisa. Mumekubali kubadilika na kuokoka? Kuokoka wapi? Kuokoka wapi? Kuokoka wapi? Ndani. Na nje. Nataka urudie hivyo. Kuokoka wapi? Ndani na nje. Kuokoka wapi? Ndani na nje. Wangapi wanataka kuokoka nje? Wangapi wanataka kuokoka ndani? Wangapi wanataka kuokoka ndani na nje? Tutaokoka? Wangapi kabisa, na usinidanganye. Unaona kabisa ya nje ulikuwa umeokoka. Ya ndani hauko umeokoka kabisa. Nisisemi hujaokoka, sijasema hujaokoka. Tumesema sisi wote tumeokoka. Wangapi wanajua walikuwa wameokoka ya nje na ya ndani hawajaokoka? Wainue mkono juu. Inua kabisa. Mungu akuone. Inua. Najua ukikataa kuinua na unajua kabisa. Mimi naona nje ndio wameanguka sana. Ya nje. Unajua kabisa. Haya. Wangapi wanajua ya nje ndio tulikuwa tumeanguka sana? Tuinue mikono juu. Ya nje. Hiyo hataki kuinua. Hiyo hamtaki kuinua. Bibi asione na bwana asione. Tafadhali kutoka leo. Tuokoke ndani. Roho ya utu. Tuwe na roho ya utu. Roho ya utu inasaidia. Roho ya utu aitukanana. Roho ya utu hawezi tukana watu, hawezi piga watu.
hawezi laani watu, hawezi roho ya utu inavumilia. Roho ya utu haina ugomvi. Roho ya utu haina shuki. Roho ya utu haina usherati. Roho ya utu haina kiburi. Roho ya utu haina wivu. Roho ya utu haina nini? Haifanyi dhambi. Roho ya utu haifanyi dhambi. Roho ya utu ni ya upendo, ni ya uvumilivu, ni ya kusimama mzuri, ni ya kusimama na utakatifu, ni ya kujua kuna Mungu. Simama na miguu yako. Moyo safi. Haya, rudia nyuma yangu nyinyi wote. Sema, Bwana Yesu, tumekuja kwako. Sisi ni wenye dhambi. Tunaomba siku ya leo utusemehe dhambi zetu na makosa yetu. Neno limesema meno yetu ni kama upanga, meno yetu ni kama zoi na kata. Neno limesema ya kwamba tuwe na roho ya utu, tuwe na roho ya utu, tuondoe roho ya umwili, tuwe na roho ya utu. Kutoka siku ya leo, Mungu utubadilishe, ubadilishe roho zetu, ubadilishe mawazo yetu. Yale tulikuwa tunatenda, Baba, utusemehe makosa yote na dhambi zote. Tuko tayari kubadilika kuanzia siku ya leo. Tusimame na utakatifu, tusimame na wewe. Roho zetu Bwana zisimame na wewe. Wakati Bwana wa majeshi makosa inakuja, tunaiondokea. Dhambi ikikuja, tunaiondokea, kwa sababu tuko na roho ya utu. Kutoka leo, roho ya utu ifanye kazi ndani ya maisha yetu. Roho ya utu ifanye kazi ndani ya ndoa zetu. Roho ya utu ifanye kazi ndani ya familia zetu. Roho ya utu ifanye kazi ndani ya watoto wetu. Roho ya utu ifanye kazi ndani ya mioyo yetu. Kwa biashara zetu kuwe na roho ya utu. Kwa kazi zetu kuwe na roho ya utu. Kwa familia Baba kuwe na roho ya utu. Yes. Kuanzia siku ya leo, ndio tubadilishe, tusimame na utu Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu. Ndio. Na wewe ni Baba yetu. Tumeomba na tumeamini kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na kuamini. Mtazamaji wangu, nataka nikuletea ukombozi. Sasa mapepo ya majini yakuke sasa. Tutesa usiku, inatutesa usiku. Majini inaongea, mapepo inaongea, utasa inaongea, kurolewa inaongea, inakataa kuishi na ndoa. Nimetangaza leo, ule mapepo yakuke, ule ushauri yakuke, ule laana iondoke, ule ushauri iondoke, ule maagano uende kuzimu sasa. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus name. Toka yende. Toka. You must be free. Yes. Mungu akufungue sasa. Yes. Laana zote ziondoke. Watu wa Mungu wafunguliwe. Watu wa Mungu wawekwe huru. In Jesus name. Amkeni. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Yes. Kile watoto wako walinyang'anywa, yes. Kile walinyang'anywa, yes. Wakabadilishiwa, yes. Wakapatiwa sio yao, yes. Kile walinyang'anywa, yes. Warudishie sasa, 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 yes. Warudishie
Jesus. Yes. Wapatie furaha, wapatie kicheko, wapatie amani. Ingia ndani ya roho zao, fungua njia zao, fungua tumbo zao, fungua ndoa zao, fungua uponyaji wao, fungua viza zao. Washa wapokee, washa wabarikiwe, washa wainuliwe, washa kaza ikauke, sasa ikauke. In Jesus' name. Amen. Amuka uende. Stand up. Mtazamaji wangu na Mungu anatenda, ningetaka tuombe na wewe, na naamini ya kwamba Mungu atakubariki. Na zaidi yote nimekualika hapa Jumanne na Jumatano na Jumapili hii kuja mapema, na Mungu atakubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakabidhi mtazamaji wangu mkononi mwako, Mfalme, ukazidi kumbariki, ukazidi kumtenda mema, ukazidi kumuinua. Tembelea kila mjane na kila yatima, Mfalme. Tembelea watoto wako, Mfalme, ukawaponya, ukawabariki. Tunaombea wale kwa hospitalini, wale kwa nyumbani, wale kwa magerezani, wakaeko huru katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea mama na watoto, tunaombea Mfalme wanafunzi wote wakiwa mashuleni. Baba, ukawabariki, ukawapatia ulinzi na ushindi wako ukaonekana. Tunaombea nchi yetu amani, tunaomba kibali na utukufu wako na ushindi wako. Tunaomba Baba ujitukuze, kwa sababu uko na nguvu na uko na uwezo. Baba, ukitenda hayo, sifa na utukufu zote Baba zitakurudia, na ni katika jina la Yesu Kristo uliye Baba na mkombozi tumeomba na tumeamini. Mtazamaji wangu, kipindi kinaendelea hadi wiki ijayo. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen. Sifa na utukufu